You are listening to a program by the Catholic Justice and Peace Department, CJPD, Mombasa Archdiocese. Karibu kwenye podcast yetu Kenya Tunayoitamani, ambapo tunajadili masuala muhimu yanayoathiri jamii yetu. Leo tutaangazia wajibu wa elimu ya mkabala wa jumla na jinsi elimu inavyoweza kuwa chombo cha kuleta mabadiliko kwa vijana wa Kenya. Tutaianza kwa tamthilia fupi ya dakika 5, kisha tutaendelea na majadiliano ya kina na mgeni wetu maalum. Twende kazi. Wanafunzi wakizungumza kwa furaha, kengele inalia. Hongera Rima, umefanya vyema tena. Nafasi ya kwanza kama kawaida. Asante mwalimu, najitahidi sana. Ninataka kuwa rubani wa ndege siku moja. Endelea na bidii. Elimu ndiyo nguzo yako ya mafanikio. Sauti ya redio ikitangaza habari. Serikali imetangaza mabadiliko mapya katika elimu. Wanafunzi wengi sasa hawatapata ufadhili wa masomo ya juu. Mwanangu, tutawezaje kulipa karo yako? Lazima nitafute njia nyingine. Nitajaribu bahati yangu kupitia michezo yangu ya tenisi. Shangwe na sherehe. Rima, ulicheza vizuri sana. Tumepata ufadhili kwa ajili yako kusoma nje ya nchi. Asante sana, hii ni ndoto inatimia. Mkutano wa jamii. Elimu inazorota. Vijana wetu wengi wanakosa nafasi ya elimu ya juu. Tunapaswa kufanya nini? Lazima jamii, serikali na mashirika yote yashirikiane kuhakikisha elimu bora kwa wote. Mkutano wa jamii. Baada ya juhudi za jamii, viwango vya elimu vimeboreshwa na wanafunzi wengi sasa wanapata nafasi ya kusoma. Baada ya kusikiliza simulizi ya Rima, tunaingia kwenye mjadala. Leo tuko na mgeni wetu maalum, Bwana Mwangi, mtaalamu wa elimu. Karibu sana. Asante kwa kunialika. Unauelewaje mfumo uliopo wa elimu? Mfumo wa elimu uliopo una faida na changamoto. Unatoa msingi mzuri wa maarifa, lakini unakabiliwa na matatizo kama ukosefu wa vifaa, ubunifu mdogo na kutolingana na mahitaji ya soko la ajira. Kuna haja ya kuimarisha mafunzo ya kiufundi, ubunifu na ujuzi wa maisha ili kuwafanya wanafunzi kuwa tayari kwa ulimwengu wa sasa. Una wajibu gani wewe binafsi kutetea mfumo unaofaa wa elimu? Nina wajibu wa kuhamasisha mabadiliko chanya kwa kushiriki mijadala kuhusu maboresho ya elimu, kuhimiza ujumuishaji wa mafunzo ya kiufundi na ubunifu, na kusaidia vijana kupata maarifa sahihi. Pia, natoa mwongozo kwa wanafunzi na kushirikiana na wadau wa elimu ili kuhakikisha mfumo unawajenga vilivyo kwa maisha ya baadaye. Mashirika yanayodhaminiwa na dini yana wajibu gani nchini? Mashirika yanayodhaminiwa na dini yana wajibu mkubwa nchini, ikiwa ni pamoja na: 1. Kutoa elimu na mafunzo, kuendesha shule, vyuo na taasisi za mafunzo zinazojenga maadili na maarifa. 2. Kusaidia jamii, kutoa huduma za afya, misaada ya chakula na kusaidia makundi yaliyo hatarini kama watoto yatima na wasiojiweza. 3. Kuhamasisha amani na maadili, kuimarisha mshikamano wa kijamii, kupinga ufisadi na kuhimiza maisha yenye maadili mema. 4. Kushiriki katika sera na maamuzi, kutoa maoni na ushauri kuhusu sera zinazogusa jamii ili kuhakikisha haki na maendeleo kwa wote. Kwa njia hizi, mashirika haya yanachangia ustawi wa taifa kwa ujumla. Je, elimu huimarisha heshima na maadili na kubadili hulka ya mtu na ustadi? Ndiyo, elimu ina mchango mkubwa katika kuimarisha heshima na maadili. Inamfundisha mtu kutambua mema na mabaya, kukuza nidhamu na kuishi kwa maadili bora. Pia, elimu humwezesha mtu kubadili hulka kwa kupata maarifa mapya, kukuza fikra za kina na kuongeza ustadi unaomwezesha kuchangia vyema katika jamii. Kujichunguza. Je, elimu yetu ni nafuu? Je, nimewahi kushiriki katika kikao chochote cha kujadili elimu? Je, ninazifahamu sera na sheria zote za elimu nchini?
Je, nimeimarishaje elimu ya kiwango cha juu kwenye familia, jamii, parokia na nchi? Je, elimu niliyonayo imenisaidia kujiimarisha na kuinua jamii? Matendo yaliyopendekezwa. Andaa vikao vya kufahamisha watu kuhusu sera za elimu na mifumo iliyopo. Himiza wasimamizi wa shule kuteua makasisi wa vyuo ili kuimarisha uumbaji wa maadili ya wanafunzi. Panga kushiriki kikamilifu katika sherehe za siku ya elimu ya jimbo. Asante kwa ushirikiano wako. Tumuunge mkono kila mtoto apate elimu bora. Tafadhali toa maoni yako kwenye mitandao yetu ya kijamii. Usikose sehemu inayofuata ya podcast yetu ambapo tutajadili elimu na ajira kwa vijana wa Kenya. Asante kwa kutusikiliza. Money.